ndoa zao zimevunjika. Na hata hivi ninavyoongea, hata kama unanifuatilia mtandaoni, unaweza ukanielewa. Kuna namna umejaribu ndoa yako, kuna namna ndoa yako imevunjika, kuna namna ndoa yako imeparanganyuka, ni kwa sababu ya maisha uliokuwa unataka kuishi wewe, sio mumeo. Ndani ya ndoa kuna maisha mwanamke anatakiwa kuishi kwa kufuata utaratibu wa mume. Bwana asifiwe sana. Na ndani ya kanisa, sisi hapa mume wetu ni Kristo, yeye ndiye kichwa cha kanisa. Tunatakiwa tuishi kwa kufuata utaratibu wa Kristo, sio utaratibu wetu binafsi. Lakini kanisa la leo, kuna watu ambao wako kanisani wanaitwa wamama. Sema wamama. Wanawaheshimu sana wachungaji, lakini hawaheshimu waume zao. Hayo sio maisha ya mtu aliyeokoka. Wewe mama unanifuatilia, hayo sio maisha ya mtu aliyeokoka. Mtu aliyeokoka anatakiwa amheshimu mume wake, amheshimu na mchungaji wake. Sio unamheshimu mchungaji alafu mke wako umheshimu. Huo ni unafiki. Hauishi maisha ya mtu aliyeokoka. Maisha ya mtu aliyeokoka yana mabadiliko machoni pa watu, kwa sababu mtu aliyeokoka